Vile mwalapi. Uko wafuma. Haya. Tunashukuru sana jamani kwa mtikio kwa kuja. Kama alivyosema katibu, kikao hiki cha kawaida. Kwa mujibu wa utaratibu wa katiba yetu, kila baada ya miezi mitatu tunakutana. Yote sanga kitu kwa ndipo na shindano na wote tulimona. Tunajuliana hali majumbani kwetu, tumetoka salama. Miezi mitatu ni mingi ndugu zangu. Mingi sana. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi niwaombe tu karibuni kwenye kikao cha leo. Karibu katibu. Kutakuwa na agenda ya kufungua kikao, utambulisho, taarifa ya kikundi, taratibu za kuhani misiba, uwekezaji wa kikundi, taarifa ya ununuzi wa viti, taarifa ya mapato na matumizi, lakini vile vile tunayo sherehe ya mwaka ambayo inapaswa ijadiliwe leo, na kuna agenda nyingine inayohusiana na taratibu za kikundi kwa maana ya kwamba maelekezo. Baada ya hapo kuna mengineyo na kufunga kikao. Mingi sana. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi niwaombe tu karibuni kwenye kikao cha leo. Nadhani agenda tumesoma. Kwanza tuna agenda hiyo ya kwanza kujitambulisha. Tutaanza mimi mwenyewe. Kwa majina yangu naitwa George Matondo Mwidola. Kwetu natokea wilaya ya Maswa, mkoa wa Simiyu, kijiji cha Sola. Lakini kwa hapa ninaishi huko karibia na hospitali ya rufaa, lakini ni mwalimu wa shule ya sekondari Simiyu. Asante. Mrema roho mwafumaga. Mejiza. Na kita na kwa Mkonge Thomas. Nasumire Bariadi. Kijiji kimoja kitanawa Idoria. Kununa kigesha gashani. Shughuli jane nali tafutia kisukuma sasa baadaye. Nali afisa biashara. Tena hamjini. Ogo kikundi jise nali mwambile nyo mwenyekiti msaidizi. Nashukuru sana. Kuendelee. Mimi kwa majina naitwa Mwalimu Sai Mashima Elias, na lemi alilo Simiyu, wilaya ya Bariadi, kijiji cha Somanda. Kwa hiyo kwenye kikundi hiki mimi ni katibu mkuu. Unenena kitanakwa Alibeti Manyasima Joni. Wilaya ya Busega, kijiji cha Mwamjulira. Na kitanakwa kisalitu. Uende ni alilo Bariadi, kijiji cha Majina naitwa Edna James Kienze, ni mzaliwa wa Mwanza, nimefikia Mwanza. Nilizaliwa wa Mwanza ya hapa ni mwalimu shule msingi Katauti. Naitwa Felista Daudi Salamba. Nali alilwangu tu. Ana lika mkoani Msengereni. Ninalemba Stella Yusufu Manota, nilizaliwa mkoa wa Shinyanga, Chibe. Mfunguro Msungwa, jina la kwenye mfanya biashara. Na t-shirt hizi nauza bila kasa ya jiratu ndio mama ale masota ndio na mambo na Ninalika kama wadi Simona Samuel Stefano, baada ya leo kijiji cha Ifeka, kata ya Upira Soka, wilaya ya Sengere kwa mkoa wa Mwanza. Musa Melakono, Ukishi Changani, karibu na Sabara. Kama kwa Pendo Daudi, ndege la Simiyu ya Bariadi, kata ya Nyakabindi, kitongoji Mwangini. Naitwa Sala Mkasi, nimetokea Shinyanga ya Madaso. Mzaliwa wa
Kwimba. Bunge la wilaya ya Masanja ni mzaliwa wa Mwanza, wilaya ya Ndani. Kwa majina naitwa Imana Kale Masunga, nimetokea Bunda. Elizabeth Masanja, nimezaliwa Idimbi, wazazi wangu walitokea Mbeya. Kwa sasa naishi kwa Yakoto. Salama. Naitwa Futa Maige, na kutokea jamii na Manispaa na mratibu mahakama kuza chini. Yes. Amina Gainalito nalo Institute Samati ya Singomeni na Kumeli kwa Simiyu wilaya Bariadi kijiji cha Ramadi. Corona ligeja Kimaelewa. Shida pesa Kanya na Kumeli date kata Kasamba. Kuona na bishie shamba. Alitanua Sofia Mayunga Peleka. Zaliwa Mwanza, wilaya ya Kwimba. Kijiji Bindo, kata ya Nyamalito na Nalibogoro mpaka nini Masalo. Alemi alera wa Mwanza, wilaya ya Kisumu, kata ya Kolo Mjeni. Kijiji Mwanzo Bea. Corona ligesha kawajense. Olota Naitwa Nodi Kule James Kutoka. Mimi alera wa Ngoma Sengere, wilaya ya Sengere. Aenda kwa kata. Nodi Kule Ina Samson Nyanza, nimezaliwa Bariadi, wilaya Bariadi, kijiji kinaitwa Nyamweli. Kwa sasa niko huku Mpanda. Naitwa Furaha Mgeni, mwenyeji wa kwa majina naitwa Flora Clement Kijivu. Nimekuja Mbeya. Kwa hapa niko Mapenzi. Nakanena kitalakwa shikila na maneno majibu. Mamayo wape. Tekela kaji. Leo inaitwa Simiyu ni mason mwenye ujenzi wa aina yoyote ile. Karibuni sana wenye mahitaji. Asukuma tupele. Nina nakitaka kwa elo kila kisomba. Ingi raka Bariadi itu na ukashaka para kwacha. Mimi kwa baba wa sasa niko wilaya ya Tanganyika. Kwa hapa Mpanda na kaa Rungu. Niko Simbo hospitali, nimetokea Kishapu Shinyanga, nina watoto watatu. Kuzenza. Na familia Mwanza wilaya ya Kwimba. Ukoona leo mwalimu. Karibuni. Inaitwa Jumanne Paulo. Yaani siku makasema ana mwisho. Ni mwalimu atamba sekondari. Yes. Naitwa Roma Kongo Shinga Mchalo. Kubukaya kila Bariadi. Tulipata changamoto ya misiba kwa wanachama wawili, kwa ndugu yetu Christopher Peter, lakini vile vile na ndugu yetu Dr. Rugata. Kwa niaba ya viongozi wengine tunaendelea kuwashukuru sana ndugu wanachama kwa namna mlivyoweza kujitokeza katika nyakati hizi ngumu kwa wenzetu. Raha ya milele uwape Bwana. Wapumzike kwa amani. Jambo jingine, sisi kama viongozi tupo kwenye mchakato wa kuendelea kusajili kikundi chetu kiwe kimerasimishwa rasmi. Na mchakato huu kwa sasa hivi tulipofikia, katiba yetu inaendelea kuboreshwa. Tumewapelekea wale wataalamu kwa ajili ya kupitia vipengele vyote vya katiba ili tuweze kupata kibali rasmi cha kuweza kusajiliwa. Kwa hiyo sisi kama viongozi tumejipa muda wa mpaka mwezi wa 8 kwenye sherehe ya mwaka kikundi chetu kitakuwa kimekamilika kwenye mfumo wa usajili. Naomba mpige makofi. Ndugu mwenyekiti, ajenda ya taarifa ya kikundi.
imeishia hapo. Naomba kuwasilisha. Tuendelee na ajenda. Tuendelee yangu. Ajenda nyingine, ndugu wanachama, ni taratibu za kuhani msiba. Kumekuwa na sintofahamu na manunguniko mengi kwa baadhi ya wanachama, na tumekuwa tukiendelea kupokea maoni mbalimbali kutoka kwa wanachama ni namna gani tunaweza tukazitumia fedha zinazotumika kwenye kumuhani mtu. Wakati kikundi kinaanza, tuliwahi kupata misiba kadha wa kadha. 5,500 tuliokuwa tunatoa kwenye mfumo ni rambirambi, ambayo unapewa wewe mwana kikundi kama stahiki yako. Hatukupangii matumizi. Sawa sawa? Labda msiba umetokea Mwanza, kikundi kitakupa 500,000. Msiba umetokea hapa, kikundi kitakupa shilingi ngapi? 500,000. Lakini tukaweka kipengele cha gharama za kuendeshea msiba. Tukaweka shilingi 5,500. Kama waasisi wa kikundi walikuwepo, nadhani hilo mtalikumbuka. Tuliweka 5,000 kwa maana ipi? Msiba endapo utatokea hapa kwenye maeneo yetu, tunapoenda msibani ni lazima tukatoe zile pesa zitakazotumika kufanyaje? Kugharamikia msiba pale. Nje na ile rambirambi ya kikatiba. Nemba tole hamu. Endapo kama msiba umetokea nje na maeneo yetu ya mkoa wetu wa Katavi, ambapo wanachama hawawezi kufika, tukasema pesa hiyo itatumika kwa ajili ya kuhudumia wanachama pindi watakapokuja kukupa pole. Na mwanzoni tulikuwa tunafanya mawasiliano na mhusika. Kwanza, kabla ya kufanya mawasiliano na mhusika, tukio la kwanza lilipotokea tulienda kuhani. Lakini tulipoenda kuhani na ratiba tukaiweka kuwa saa 7. Nduza tumira kwa alinanota yangane gaya kwa. Yeke mama kwa taratibu wa kuhani tutosanga na minzi toja dalali hewa. Ile ikaleta sintofahamu tena kwenye nini? Kwenye kikundi, kwamba kama tumeweka 5,500 za gharama za kuendeshea msiba na tumekubaliana kama msiba utakuwa tutakuja kukuhani kwako, wewe unapaswa uandae chochote. Tulikuwa tumpangii. Haikufanyika hivyo. Tukapokea maoni mengine. Maoni hayo kwa busara za viongozi, tukawa tunafanya mawasiliano na mhusika mwenyewe. Tulikuwa tunauliza swali moja: je, tupo wanachama 50, una gharama za kupenda watu 50 kuja kukuhani? Yeye atasema niongezeni labda 50,000 au niongezeni 20,000. Mimi nina uwezo wa kupenda. Kwa hiyo kiasi chote kile cha 5,500 mara idadi ya wanachama hai waliopo kwa mwezi huo kilikuwa kinakabidhiwa moja kwa, kama ni 4,500 atapewa 4,000 na ile 50,000 aliyoomba ongezewe ukijumlisha na kwa ngapi? 500,000. Wengine wanakuambia mimi siwezi. Fanyeni mahemezi. Ilikuwa ni jukumu la mhasibu, atapiga calculator kulingana na idadi ya wanachama. Maana ile 5,000 sio kwa ajili ya kukupa pole. 5,000 ni kwa ajili ya kugharamikia kuendeshea msiba. Yaani kwa lugha nyepesi, kulia hata kama tusingekuja kukuhani, lazima ile pesa ingetumika wakati wa msiba ukiwa pale, na hiyo pesa ukabidhiwi. Yaani waliowachela kwa msiba kama ulivyokuwa kwa Dr. Lugata, ile 5,500 mara idadi ya wanachama alikuwa hakabidhiwi Dr. Lugata. Pesa aliyopaswa kukabidhiwa ni kiasi cha shilingi 500,000 kwa ajili ya nini? Ya rambirambi. Lakini 5,000 ambayo inapaswa kutumika tukiwa pale msiba nato ulola lulu, na uzito wa familia zinatofautiana. Familia zinatofautiana. Kuna mwingine kabisa anahitaji kanunue chumvi kile kiwango tulicho nacho mara idadi ya wanachama ndio tunachokitumia kuendeshea nini? Msiba. Lakini imekuja ikiwa inakuja kwamba tumenda 300,000 kucheza pia kwa mtoto kabisa 100,000. Hapana. Ndio kicho liwa ndio pia. 500,000 msanga mtoto kutoka hapo. Sasa haya ninayasema kwa sababu ndivyo ilivyoingizwa kwenye katiba. Kwa vile tumekutana hapa mwenyekiti na wanachama wako hapa, kama wanacha kurekebisha cha kushauri, maana hatutengui katiba. Ni katiba mpangwe zoganga wa 12.
ndio yatafanyika marekebisho ya aina yoyote kwenye katiba. Hilo naomba lieleweke hivi. Kwa hiyo mwenyekiti, ajenda hii naomba niiwasilishe kwako kwa ajili ya maoni mbalimbali. Nadhani ndugu zangu tumesikia. Ndio hii madhumuni ya hii hela ya aliki. Madhumuni ile pesa ile ya kwanza tunatoa moja kwa moja kwenye tunampa mhusika wa tukio. Lakini hii nyingine shughuli yake ilikuwa ndio hiyo. Labda sasa niombe kama labda kuna maoni tuwekeje, tuliweke vipi ili liende liwe vizuri. Tunaomba tupate maoni na ushauri pia. Karibuni. Asante mwenyekiti. Wakati mwingine wanasemaga yaani hiyo kulalamika si kama kuna sababu ya kulalamika. Kwa sababu kwa sisi Wasukuma hata usipochangiwa chochote huwezi mtu akaje kwako kuhani hata kama atakuja mfano mtu. Lazima hakikisha amekula. Sasa tukisema kabidhiwe pesa zote, lazima tukija kwako lazima tutakula tu hapo tukatoka bila kula. Ndio maana mwanzo wote wameeleza kwamba walikuwa wanaenda bila hata maji. Mtu ajala akishafika pale tumefika tobe tuangalie. Na wewe kama akili yako ipo sawa, wewe kuja kuhani pale, hapo kaangalia tu, baadaye akakupa mkono akaenda kumwambia asante. Hiyo hapo. Mimi ningependa tu ile imekaa vizuri tuendelee nayo. Kweli mimi sio muumini sana wa kufuatilia sana taarifa ambazo zinakuwa zinachimbwa, kwa sababu kwenye makundi wanaamini kila mtu anakuwa na fikra zake. Nikiri tu kwamba kuna nyakati hii ilikuwa ikitokea kwenye taarifa za mafunzo, lakini mimi naweza nikasema mimi pia ni miongoni mwa watu ambao nilikuwepo kwa mara ya kwanza kabisa kufikia kuanzisha kikundi, na yale ambayo tulifikiria na kukubaliana ni kama alivyoelekeza katiba. Sasa kwenye hili hata kama ungekuwa wewe watu wamekuja nyumbani kwa shumla labda zile pesa wa kukabidhi wamekuja nyumbani, hapo mwisho wa siku wanapoondoka hivyo, kwa sababu mara ya kwanza nakumbuka tunaenda kule siku hiyo tulipotoa taarifa kwamba tukutane saa 7 bado watu pia walioji, jamani hiyo saa 7 tujala mara si nini. Kwa siku watu walikuwa wanasema ili tuweze kufika kwa wakati, maana yake lazima unapofika pale wengine watu wanaweza kupata chochote. Kwa milango ni moja, usihame kwenye kila ambacho pengine tulikubaliana, na hatuwezi kuwa pamoja kwa asilimia mia kwa wote. Kwa hiyo kama inawezekana utaratibu ambao uko uendelee, kwa sababu mimi sioni kama una shida yote. Kama nina milambi kwenye katiba inaelekeza ni kiasi fulani mtakasewa. Hii pesa nyingine ambayo tunatoa shilingi 5,000 maana kuhusu hili kwa kweli malalamiko ya watu wananiuliza. Kwa sababu gani? Ukifikiria vizuri ni changamoto kidogo. Mtu labda anapata msiba Shinyanga au Mwanza. Maana gharama za kuendesha msiba zitafanyika Shinyanga, watu kule watakuja. Hata kama ana hela yake mfukoni lazima atahudumia msiba kule. Na hii hela maana msiba unakuwa Shinyanga lazima ingeliwa na watu ambao ushiriki msiba. Changamoto inakuja ni kwamba ile hela kweli tunakubaliana kwa ajili ya kuendesha msiba. Hasa mimi nimepata msiba nyumbani labda Mwanza. Tayari nimeendesha msiba. Maana ile hela inahitajika inisaidie msibani kule ulipo. Ukifikiria vizuri kabisa ile hela ingekuwa inisaidie kule, kwa sababu watu wamejaa kule wanataka wale. Sasa pale nitalazimika kutumia ile 5,000 mlionipa ili niendeshe msiba, ambayo mnasema kwamba hiyo sio ya kuendeshea msiba. Sasa ukijiangalia vizuri ni kweli kwa mtu anayepata msiba nje ya Mpanda anapata hasara. Ifikirieni vizuri, anapata hasara kwa sababu anaendesha msiba kule, watu ni wengi wanakula. Wacha nimalize. Nikifanyia itakuwa sio vizuri kwa sababu tunaendelea. Mawazo yangu ningependekeza hiyo. Hii ya msiba. Kama mnakumbuka mwenyekiti, hata kwa Alex tulikaa tukakubaliana kwamba ile hela hawa anatumiwa kidogo, alafu nyingine inabaki kwa ajili ya maji. Na pale kwa Alex pale Mwangaza tuliongelea kwa kubaliana. Ila labda alikutekeleza. Kwa sababu natoa mfano. Juzi pale tulienda kwa Alex. Niwe mwazi. Yule bwana amelalamika. Na mimi aliniambia, kwa nini niseme? Kwamba Christopher anasema kwamba wewe bwana viongozi walipigia siku akaniambia
fulani tunakuja. Sawa. Kwa hiyo tuko wana kikundi 100. Tunatakiwa tuandalie chakula cha watu 100. Nikawaambia mimi nafasi hiyo sina. Sasa basi tutaandaa sisi wenyewe. Asubuhi katibu aliposema akaenda na bajeti ya watu 100. Alipokaa yeye tukanunua kilo 20 za mchele, nyama kilo 10, sina nini. Akasema hivi, mimi nina majirani ambao na wao watashiriki. Aliyepeleka zile hela akamjibu hivi, ndio maana mwalimu kwamba sisi wale majirani hawatuhusu. Wanunulie wewe mwenyewe. Sisi hizi ni za kula sisi tu wana kikundi, kama kuna watu wengine ni juu yako. Yule bwana anavyosema, ikalazimika anunue maharage ambao yeye viongozi wananunua. Akaenda kununua mchele tena kwa hela yake. Nini anavyodai. Sasa alikuwa sasa badala ya mimi kule msibani kule kufika ama niligaramia. Nimesikuta na mtu nataka kuingiliwa tena hela zingine. Zile hela za kikundi zote mmekuja mkazila. Alafu nikaambia watu ambao watakao kuja sio wana kikundi hawahusiki kwenye hii budget. Sasa ndio malalamiko yake. Sasa nikaona kwamba sasa maana gani sasa mimi inawezekana nilitoka na madeni na huko tena nakuja kuongezewa madeni. Sasa nafuta hilo kwamba la kukataa kwamba wale majirani hawaruhusiwi kula. Hata mimi niseme jamani, hiki kikundi tumekitengeneza ni cha kusaidiana katika shida na raha, lakini baadhi ya watu mimi naviona sasa kama tuko kiuchumi. Hiki kikundi sio cha kiuchumi, tuelewane kabisa. Malengo ya kikundi chetu jamani, kama kuna mtu alijiunga kwa malengo ya maslahi ya kiuchumi, hayapo. Sisi kikundi tumekiunda kikundi kwa ajili ya kusaidiana katika shida na ukianza kupiga wewe sasa mahesabu yako kwamba mimi sasa nimeingiliwa, nimepata hasara. Ndugu yangu, sisi tumekupa ile pesa ya kwanza. Hatutaki kukubandia matumizi yake sisi. Utatumiaje, utaitumiaje, hiyo ni wewe. Lakini pesa nyingine tuliiweka kwa mantiki ya kufanya ya kushughulika na tukio lililopo pale na sio kukupa wewe uweke mfukoni. Sasa jamani, ndugu zangu, tujiwekeni katika ili kundi la kijamii. Unatoa tuulaje kile kima slide nyingine na pandike over la 500,000. Ile nyingi unaomba 500,000 milioni na kunja milioni. Haufiki totoshika. Ili kundi ni la kijamii. Sasa huyu aliyelalamika kwa kweli, kwanza hata mimi mwenyekiti nakata masikitiko. Nilipata zile taarifa. Kwa kweli, hebu tulizikeni basi. Yaani kwa haya maswali ni magumu. Waende bano waende kuna lalamika. Na hakuna hangine ongeza. Sijajua sasa. Na kweli sisi hela tunatoa kulingana na idadi ya wanachama. Tulizikeni ndugu zangu. Lakini kama kuna sehemu basi huyu wanakikundi sijajua, basi naomba tu atuwie radhi kwa hiyo kama nilitokea la namna hiyo, lakini tulizike na maswala ambayo tunapata. Lakini tukienda kiuchumi zaidi hatutafika. Tuwaombe sana. Karibu. Yes. Kwanza mwenyekiti umenifikirishi maeneo mengi niliyotamani nifanyaje. Niweke mkazo wangu. Sio tu kwa mwanani, lakini mazungumzo ya chini kwa chini. Watu wengi wanajiuliza kwenda kuwa na chama. Hatuendi kula msibani kwa sababu hatukuwa na chakula nyumbani. Jamani, sikilizane jamani. Natamani kusema kwamba hatuendi kula msibani kwa mtu kwa sababu hatukuwa na chakula wapi tulipotoka. Kwa maana maeneo mengi ni kweli pia kutokula msibani. Nataka nianzie hapo. Lakini pia mwenyekiti, utamaduni wetu wa Kiafrika sio tu wa Kiswahili kijijini, lakini utamaduni wetu wa Kiafrika
kutembelea wenzako, ile kuja kukupa nini? Kukupa pole, kukupa faraja. Maana ile ni kuja kukupa faraja. Wale wanaokuzunguka wajue kuna wenzako. Hivyo ukifiwa na wasione kabisa mtu kwenye maeneo yako, wale jirani zako wanakula jinsi. Utamaduni wa Wasukuma tuwe tunaenda kuhani ulikuwa na maana sana, lakini tunapokuja kuhaniwa huwa tunaambia jirani zetu balisaba tenya wane nitakuitakine nitakutikisha matatizo wakati pandike siku mtikila hivyo utawaalika. Hiyo jioni kama walikuwa na shughuli zingine watapanga ratiba yao wakiwa na taratibu kwamba tarudi jioni. Sasa ikija habari ya mjango iliokilia ile hela, nafikiri ulikuwa ni wazo ambao lilipuniwa kutokumpa mzigo tena yule tunaenda kufanyaje ndani, ila hatuendi kula pale kwa sababu tumekosa kwa kwenda kufanyaje, kwa kwenda kula. Tulibeba kwanza kwenye engo ile, tutalibeba in a positive way zaidi viongozi. Ni changamoto ambayo naiona. Hata tuliweke sasa huko baadaye. Ili kuwe fair matumizi ya ile pesa. Tengeneze utaratibu. Tutakapoenda, kwa sababu tunaandaa sisi viongozi, tusiliache kwa mtu mhusika. Tuliacha kwa mtu mhusika pia tutakuwa kama tumembebesha nini? Mzigo, na kuanza sasa kutafuta ango gani kufanyaje? Rahisishe. Tutengeneze utaratibu ambao tuliweza kumwona fulani, kama tulimwona Alex, tulikula wali nyama na soda. Sisi tukaenda tena kwa mwingine, tukaenda tukahudumia wali, kuku, maji, soda na bia. Sawa, tutengeneze utaratibu ambao uko katika usawa zaidi. Lakini habari ya usiende kabisa kula, mimi ni muumini pia wapenda kula, kwa sababu kwenda kula kidogo chochote kile tutakachoenda kukifanyaje, ndio tukipanga kwa usawa kinaweza kutusaidia zaidi. Na hiki kitakuja pengine nini? Tabaka. Mmoja ya hapa na pale. Ni kweli. Na kile kishikama chote ambacho tulikifanyaje? Tulikiamua. Lakini tuna hii ya kuendesha nini? Kuendesha msiba. Tunaweza tukaamua. Kama halikutokea hapa, sawa? 50% ya pesa tutaitumia kwenye nini? Kuendesha nini? Kwenda kumhali mwenzetu chakula cha pale. Nikisema 50%, maana hata kama tungepata bilioni, 50% yake inajulikana. Kama tulipata ngapi kulingana na idadi ya wanachama kwa wakati huo, 50% inasimama kama 1%. Naomba kuwasilisha. Tunakushukuru. Nadhani hapo tumemaliza. Kuna kwenye hoja mwingine? Ikae tu. Nadhani mimi niombe na viongozi wenzangu. Na kwanza tukipata changamoto tunawasiliana kwanza na wahusika, tunaweza kuweka vizuri tu. Kwanza mwenyekiti, mimi nikushukuru kwa sababu moja ya watu ambao pia walipewa hao malalamiko ni pamoja na Sumbantala mbele. Lakini kama alivyosema binafsi alielezea, mimi nilielezewa hivyo tu. Na kwa sababu lengo la kikundi hiki ni kujenga, mimi nijaribu kutoa ufafanuzi kama alivyosema katibu. Ila nikaja kugundua kitu hiki. Kuna watu wanaingia wanakuta tayari mko unaendelea. Kwa hiyo hili swala linakuwa limeshajadiliwa. Nimshukuru katibu kwa sababu amelikumbusha kwa sasa hivi. Mimi nafikiri halitajirudia kwa sababu hata yule mgeni ambaye ameanza leo anajua kwamba kumbe iko hivi. Ila asingelifafanua kwa mapana kwamba tulikoanzia na nini, pengine ingeendelea kuleta manunguniko ya hapa na pale ambayo yangeendelea Tunakushukuru. Karibu. Hebu abajirani bise sana sana ni wa Jumanne tu wa huku na wa huku na wa huku basi. Era ya ndio tu alitaka mtoto na wale ene. Ukitoka na wake ni abajirani mwanzo. Mama mtoto. Mama tunakuja tunakuja. Ukipata majirani ndio
pekea ngwani. Bisa kote hivi, unataka faraja yako ni ile kama. Ningine hapana ndio sasa shamba tena ndio. Unaona utakonje hapo kumwelekeza na kutoka na kwa hapa. Hiyo longo hizo hizo kutafuta kwenye hali na nataka kote mfano tena na chini wala. Utatoa kile kwa mtu mmoja chini mbele shi. Ndio na wenga. Ndio sana kwa wenga wenga. Sana. Na chende kisa ame kinoza ni la kitu na ya bali wala wangatani kesho. Oveja kwa mfano mlango. Oveja ni soka sana ngeke. Hamunga bomba. Unataka kitu kile pale shati ndio tamanga ngani je. Maji moto ndio kwa chano no. Bachanga ndio sio yeye kabele. Bachanga hapa ndio kama ile kama na chapa kwa. Bakalo ya madembe kwa chendo kwa wangu manje je. Ali kisi hizi soka na kija kwa nayo kwa naso. Na wanoko. Abangani abantu nabo ngoba bayinoshika manana toka sana. Wala kina wenga. Haya na washukuru. Mimi nina eneo moja tu ambalo nafikiri labda tushauriane. Mara nyingi haya mambo tunatofautiana sana namna ya kupokea. Jamani, naomba mnipe nafasi. Dada, tafadhali. Mara nyingi tunatofautiana namna ya kupokea. Mimi kinachonisikitisha mwenyekiti ni namna ambavyo mimi nimepata changamoto na namna ambavyo nawasiliana na wenzangu. Siku zote kama amekukosea Alex, usipomwambia Alex ukamwambia mtu mwingine ni majungu na wala sio kitu kizuri. Nilifikiri kama ndugu zangu yeyote yule amepata changamoto, sisi viongozi wenzenu, wanachama wenzenu tupo, tuambieni kwamba 1, 2, 3. Kwa mfano kama umebaini mpaka unaenda kununua mchele na sisi kimsingi tunakuwa tujakabidhi hata ile fedha ambayo huwa inabaki, kuna shida gani ukituambia kama kuna ongezeko tukafanya marekebisho? Kuliko hayo nabaki na mizigo mioyoni, utabeba mangapi? Maisha yenyewe haya ni mizigo tosha. Nafikiri tuangalie hiyo badala, kwa sababu ukiangalia huyu kaambiwa, yule kaambiwa, mimi nimeambiwa, maana sasa hayo ni majungu. Kwa mimi nashauri kama kuna jambo ambalo halijakaa vizuri, viongozi tuko watu 5, uweze ukakosa namba ya 1, mshirikishe, mwambie jamani tuna 1, 2, 3, tutaenda vizuri. Cha mwisho kabisa mwenyekiti, wakati katibu anafafanua tulipoanza huu mchango, ndugu zangu, kwanza kwa sisi tulio wageni, huu mchango mwanzo haukuwa unatoka huku kwamba tunahesabu idadi yetu tunatoa hela. Tulikuwa tunakusanya, mliokuwepo mnajua kazi iliyokuwepo, mpaka tukasema hapana, mambo ya kukusanya sasa tupeleke wapi? Kwenye mfumo tuwe tunahesabu tu kwamba tumefikia. Kwa hiyo pengine usione kama ni udhaifu, lakini ndivyo ambavyo tunatembea. Hayataisha yote mwenyekiti, lakini mimi nashauri tuwe na mfumo mzuri wa namna ya kuwasiliana kama kuna jambo limetokea, kuliko kubaki tunanungulika nje, utakuwa na mizigo mingine moyoni. Punguza hiyo mizigo kwa wengine. Asante. Tunakushukuru sana. Nadhani hiyo basi tufunge kama imeeleweka. Asante mwenyekiti, nadhani kwenye hiyo ajenda utaratibu uendelee, lakini vile vile mawasiliano yaboreshwe zaidi, si ndio? Maana hata mimi nilipoenda pale akaniambia nataka kodi wapishi. Kilo 20 shabu kodi bana. Kwa hiyo tujitahidi sana tunapowasiliana, tuwasiliane katika lugha iliyo nzuri. Na mimi nina moyo kama ulionao wewe. Ndio ndugu wanachama. Ajenda nyingine ni uwekezaji wa kikundi. Kikundi chetu bado kinaendelea kukua. Na ili kikundi kiendelee kuwa imara zaidi, vile vile lazima tuwe na miundombinu au fursa mbalimbali za uwekezaji za kuhakikisha kikundi chetu kinaendelea kukua. Tuna changamoto ya uhaba wa viti, lakini vile vile bado tuna changamoto ya vyombo vya shughuli. Sawa? Timba mawenga unake. Lakini vile vile bado tuna changamoto ambayo Mr. Limbo alisema kuzindola hakaya
mimi eneo itale hapo kwa muda. Bado tuna changamoto ya matenshi. Na kama mtakumbuka, tuliwahi kukaa kikao kimoja garden kilichoazimia kununua viti. Tukasema kila baada ya miezi mitatu tuwe tuna kitu cha kwenda kufanya kwa ajili ya kikundi. Misheni ya kwanza ikawa kila mwanachama aliyepo na atakayejiunga anapaswa anunue kiti moja. Kwa idadi ya wanachama kwenye taarifa viti itakuja tolewe. Kwa hiyo tumekuja tena kwenu wanachama, tujadiliane kwa pamoja kwa hii miezi mitatu kutoka sasa, kuanzia mwezi wa 4, wa 5 na wa 6, ni kitu gani ambacho tunaweza tukafanya kwa ajili ya kikundi chetu. Sisi viongozi tumeona bado kuna uhaba wa viti, tuna changamoto ya uhaba wa vyombo vya kupikia, tuna kabisa pamoja na matenti. Baada ya kuwasilisha ajenda hiyo, mwenyekiti, karibu. Asante ndugu. Jamani, nadhani mmemsikia katika kikundi chetu, nadhani kule tunakoelekea ni kuzuri zaidi. Viti vipo tulivyoagiza, kuna viti vipo vitatolewa taarifa, lakini viti ni vichache, havitoshi. Tulikaa siku moja tukajadili kwamba kwa nini tusiwe na viti angalau kuanzia 300. Lakini nadhani nilikuja kwenye group watu mlivyotamka na maneno mengine, wengine wakawa na walienda mbali zaidi, wakawa wanasema yaani majiti 300 na yako yuko kazi. Lakini tunashindwa kutambua kwamba jamani, sisi hivi ukipata changamoto, sisi lengo letu ni kwamba hivi unapoandika shughuli badala watu 300 au watu 300. Lakini sio kwa shida, lakini pia tunaweza hata kwa tunafanya nini? Tunakodisha. Tunaingiza kipato pia. Lakini namna sasa tulivyojadili, sisi viongozi kwa kama ni maoni yetu, tunaona kwa nini sio kama tukifikia hata vitu kama 300. Naona sasa ndio tunakuwa tuko vizuri. Sasa hivi tuna viti 110 ambao vinatufaa sisi wenyewe tukalia wanachama. Ndio kwa hiyo jamaa mashughuli dakika asija jamii na kula. Wengine kwa mfano nitoa tu mfano, tulikalia sisi viti pale kwa nani? Kwa Dr. Rugati. Wale waliovinunua vile vitu wakisema ijidago la hii seji ndio kila mwenda wekacha hajapo. Nini kumbi kacha haisi. Nini kacha? Kwa tuwe na mawazo mapana. Tuwe na mawazo na kufikiria mbali. Lakini tusifikirie tu hapa. Sasa niwalete kwenu kama mlivyosikia. Kuna viti, kuna vyombo, kuna matenti. Tunatakiwa kikundi chetu tujisherehekea, tutosheleze kila siku. Rodo kadabu kaka mwamba. Kwa nini kwa hiyo bado ndio toja kwa manzito. Kwa hiyo tukienda kweli kwa ile jambo la mtu kweli. Mimi watu wale tumefanya vizuri sana kile kwa Dr. Rugati pale mpaka kweli mtaani kule tuna sifa nzuri kabisa. Japo tulifanya kwa kiwango hicho. Lakini sasa hivi tunataka tujieleze sasa. Kila idara tuenee. Tufanyaje sasa? Karibuni. Ndio. Karibuni. Nianze kwa mkuu katika kusema kwa mikao na kubaliana. Walau kila baada ya miezi mitatu kila mwanachama ni kiti kimoja. Sawa. Ndio mimi nalikuwa kwa kodi. Lakini tena taarifa iliyotolewa kwenye grupu kwa mikaenda taarifa. Inakiza kitu ni ngapi? 700. Sawa. Ndio taarifa. Sawa. Kwa sababu kubali kwamba ni kitu kimoja kila mwanachama ambao ni 108. Si ndio? Ambaye ndio taarifa. Kwa hiyo nadhani kwenye taarifa zetu yaligundua tunakumbuka tulichojadili. Kwa ndio taarifa. Comment chochote lakini walio comment nadhani na hizo walikuwa sahihi. Na ndio walikuwa kama hivi.
niende pia kwenye issue ya uwekezaji. Tunacho plani ni vizuri, lakini twende kwa hatua. Sawa? Na mambo mengi tunatakiwa tuyafanye. Lakini baadaye tunasema tupige. Tuangalie kwenye vyombo kwanza, kwa sababu tukisema tuendelee na matenti hayana faida sana kuliko vyombo. Oneneli ombilale nalo wanaanza kumpa amale cha kwanza amasumbe make olole hawako mule bantu batatu wena masumbe atatu izange ni hange babele obakuiza bigesha hasi nolowe kununua kama sijakaa hivi. Kila baada ya miezi mitatu tunaona kama kikundi cha kufanya, sio kila baada ya miezi mitatu mwanachama au mwingine. Na mimi nitamani sana tungeambiwa tuna shilingi ngapi mpaka sasa ili tufanye pia nini. Sisi kikao hiki kitafanya pia maamuzi. Kuna shilingi ngapi? Tuone. Kwa sababu tumekuwa na mijadala ya tusiguse kabisa mkoba yetu. Mkoba yetu ni pamoja na matumizi yetu. Tunataka nishawishi. Tutumie mkoba yetu. Tununue vyombo kwa miezi mitatu inayokuja. Naomba kuwasilisha. Ushauri wangu, badala ya kuconcentrate kwenye kiti, tuangalie kimoja wapo katika vile mahitaji yetu. Kwamba kwenye miezi mitatu naanza kuanzia mwezi wa 4 ungeazimia mchango kwa ajili ya kununua vyombo. Lakini pia mkoba ukiangalia kiasi, hata kama mtafikiria kuongeza vitu 100 kidogo mnakuwa mmetusaidia kwa hiyo tuendelee na kurudi. Tuna hela zetu za faili. Kwenye mkoba ule wa faili, kwa nini tusiutumie huku kununua vitu? Nilikuwa natengeneza. Usichoke. Hii miezi mitatu ambayo tunaenda kwa kazini. Tujiguse sisi wenyewe mfukoni kwa maana ya vyombo. Ila viti tulivyonavyo sasa hivi ni vichache sana. Mimi napendekeza tuchukue hata milioni 1 kwenye mkoba. Tuongezee viti. Mkono wa mwisho sasa kule mama. Mimi hata nimependa nimeuliza na kikundi. Kwani kikundi mnakipenda au mkipenda? Naambeni jibu. Sasa kama mnakipenda na mnarudisha kwenye mfumo wa kikundi pia ni chakula cha wafanyabiashara. Kikundi cha wafanyabiashara mfumo wa kufikia mkoa wa kile viti na matenti walionayo. Si kwamba walianza kama hivi moja kuna sisi kuu. Kila kitu tuwe nacho. Mimi nilikuwa naomba hivi mwaka huu tujiwekee mkakati wa kwamba tununue viti. Mwaka unaoanza. Asante Jumbe. Mimi bado uko bado. Nadhani mimi naona mawazo aliyoyatoa mwenzenu. Tuone tu sasa kuanzia mwezi huu wa 4. Tujipe muda. Tujipe muda hata miezi mingapi? Miezi mitatu. Kila mmoja tena tujikute kale 20 kwa miezi mitatu. Kuanzia huu wa 4, wa 5, wa 6. Tukijigusa tena ka 20 hapo. Tuongezee viti. Tutanunua tena viti zaidi. Zaidi ya viti. Hayo ni mawazo yangu. Mnasemaje? Nawauliza mnasemaje? Iko sawa eh? Basi yote. Oye! Wasukuma safi. Naomba tuendelee kwa mweke akilini kila mwanachama inapofika tarehe 30 mwezi wa 6. Bunge linapovunjwa hakikisha na wewe umevunjika na kitu kingine. Tuingie kwenye taarifa ya viti. Wenye calculator mshike. Hatutaki maswali tena. Kwa kuelewa maswali. Tuna idadi ya wanachama 112, lakini kwa taarifa ya mhasibu na taarifa nilionao mimi waliochangia ni 110. Watu wawili hawajachangia na ni kwa taarifa. Tunaye mwanachama mmoja Cornel ni mgeni. Atalipa hicho kiti. Tulimpa muda wa mwezi mmoja. Lakini pia tuna mwanachama Antonia Joel alikuwa na changamoto ambazo hatuwezi tukazisema, tuliridhia ombi lake kwamba atanunua kiti.
Yeye ni mwanachama ambaye yupo, alipata changamoto nyingi sana za kifamilia. Tuliridhia sisi viongozi kumpa muda wa kuhakikisha hicho kiti kimoja anafanyaje, analipia. Kwa hiyo sasa viti vilivyopo ni viti 110. Kuwa 110 zidisha mara 20,000. Rangi ambao mtu iko hivi. Mbona hii muonesha utaweka na mafurushi yake kabisa. 20,000 mara 110 unapata 2,2 na 200,000. Tuko sawa? Anza gharama zote za usafiri, na yeye wakati anashughulikia shanti zile za kwenda kuweka oda nini na nini, gharama zote ni shilingi 100,000. Tuna gharama ya kuchapia nembo shilingi 85,000. Inabaki shilingi ngapi? Shilingi ngapi? Milioni 2. Haya. Tunatoa sasa gharama ya viti ni 110 mara 17,700, unapata 1,947,000. Tuko sawa? Bakia 53,000 ipo kwa mhasibu. Mwenyekiti, naomba kuwasilisha taarifa ya ununuzi wa viti. Kuna swali? Maoni? Karibu kwa taarifa ya mapato na matumizi. Haya. Wakati tunafunga mwaka tulikuwa na milioni 7,627,700. Hiyo ni tarehe ya mwisho ya mwezi wa 12 mwaka jana. Taarifa ya Machi 30, 2025 tuna milioni 13,235,689. Jipigie makofi. Kwa mara ya mwisho wakati mimi naangalia taarifa, hayo ni mapato. Kwa hiyo kwenye mkoba wetu kule tuna milioni 13,235,689, lakini kwenye faini tuna kiasi kisichopungua 130,000. Matumizi. Pesa tuliotoa kuanzia Januari mpaka Machi, tulitoa kiasi cha shilingi 820,000 kwa ajili ya msiba wa Christopher. Kwa ufafanuzi ufuatao, alipewa kiasi cha shilingi 300,000 kama rambirambi ya kikundi kwa mujibu wa katiba, lakini gharama ya uendeshaji wa msiba unachukua wanachama 104 waliokuwepo kwa wakati huo, sio sasa. Walikuwa ni 104 mara 5,000 unapata 500,000 na 20,000. Pesa zilitumika kwenye maomezi. Siku ya uwasilishaji kuna kiwango ambacho wote mlishuhudia kilichowasilishwa, lakini pesa ambayo ilitoka kwenye matumizi yetu ni 800,000 na 20,000 ndani ya miezi mitatu. Ndugu mwenyekiti, naomba taarifa ya mapato na matumizi kwa miezi mitatu naomba kuwasilisha. Ajenda nyingine sasa, ndugu wanachama, ni sherehe ya mwaka. Kwa mujibu wa kikundi chetu huwa tuna sherehe kila mwaka, tunafanya mara moja kwa ajili ya kujipongeza na kumshukuru Mungu kwa magumu na mapito na mafanikio mbalimbali ambayo tumeweza kuyafikia kwa muda wa mwaka mzima. Mwaka jana tulifanya sherehe ya mwaka ikiwa na utaratibu ufuatao. Kila mwanachama alichangia kiasi cha shilingi 20,000 na kikundi kikachangia shilingi 20,000 mara idadi ya wanachama walio. Na sherehe yetu tuliifanya kuwa mchana na tulianza kuanzia asubuhi. Tulipata supu. Baada ya hapo tukana burudani kebolanga pale ile bakapuka ndio akasema balibinge. Kabisa mapema. Asante ndugu wajumbe. Yaani nadhani hiki. Nadhani hapo baba wageni. Lakini wale wenyeji kwa kweli kwanza sherehe ilikuwa nzuri. Ilikuwa sherehe ya mfano. Tuliifanya vizuri kabisa na watu kwa kweli tuliburudika kwa ya kutosha. Yale yangu kwa kuliana na gobina
tulileta wasanii wa Kisukuma, tulitoa watu huko, na mwaka huu sasa tunataka yani lolo tuboreshe zaidi. Na pale wako mwenda mwanaka mwaka 8 mwezi wa 8. Sasa tujipange vizuri, tuwe na sherehe nzuri. Nadhani mwaka huu, mwaka jana tulikuwa watu 60 na mara 2 100 na sasa hivi hata 100 na nini. Kwa hiyo tutakuwa watu 200 mara 200. Hata ile sehemu tuliyofanyia kule itakuwa ni ndogo, hatutaenda kweli. Lazima tutatafuta ukumbi mkubwa. Kwa tujitahidi na tulione sasa hilo tulibebeje. Karibuni kwa mawazo. Kiasi. Ila sasa ilikuwa na shauri tuboreshe kidogo. Ng'ombe nunue kwa ajili ya kuchoma. Alafu nunue na kuku. Lakini tuboreshe kidogo. Kuko na kuku na ng'ombe wa kuchoma. Kwenye upande wa nyimbo za Kisukuma, yule aliyekuwa anatafuta ilikuangusha sana. Kwa nyimbo si mbili. Changia hivyo hivyo, lakini pia sababu asubuhi na mimi katika kupita pale nikawaza kama kuna uwezekano wa baadhi ya watu pengine sherehe ikaanza mapema, aidha baadhi ya vitu vikawa vinaandaliwa mapema. Kwa mfano kama mjumbe anasema ng'ombe achomwe kwa mazingira ya asubuhi, na mnajua muda fulani mtakuwa spika chini sio na nani, ina maana ni majukumu makubwa. Nilikuwa na pendekezo kama ingewezekana. Asante mwenyekiti. Hivi nilikuwa napendekeza, amesema ng'ombe wa kuchoma weza kalipa na supu inahitaji supu iweke, alafu kama na kuchoma wanachoma mchana, watu wanakula supu asubuhi. Kuna watu bila tungejadili kwamba kiwango kwamba tuende na kiwango gani. Haya mengine sasa tukagunda kama alivyosema kamati. Mimi nilikuwa naomba mchango tu baki ule shilingi 20,000 kwa kila mwanachama. Walikuwa na shauri kwa iwe 25 kwa 25. Hao ni mawazo ya mwenzetu. Tupige kwanza alafu budget yako tujue kwamba yani kwa sherehe yetu iwe nzuri inachangia kiasi gani, ili sisi tujue kwamba tunachangia shilingi ngapi na kikundi kinatuchangia shilingi ngapi. 30 kwenye mkopo sio shilingi. Ukianza kupiga budget yako utakuwa tunakutoa. Basi naomba basi tuishie kwa maneno yafuatayo. Jitahidi tu sasa jamani, ni kweli alivyosema mjumbe, gharama za maisha kwa kweli zipo juu. Tujitahidini tu 30,000 kwenye mkoba, basi tuchangie 20,000. Kwa jumla inakuwa shilingi ngapi? 50,000. Dabo. Tuje, tule, tunywe, tucheze. Kwenye agenda hiyo ya sherehe imekaa vizuri, lakini pia kuna swala la taratibu za kikundi. Kwenye taratibu za kikundi hapa, ndugu mwenyekiti, kuna swala nidhamu ya kikundi. Nikukaribishe useme kidogo pamoja na makamu mwenyekiti. Labda mimi kabla sijasema nimkaribishe wenzangu hapa azungumze kidogo. Karibu. Labda nisimame kidogo. Anyway, sio kitu kipya sana, isipokuwa tunajaribu kuangalia namna gani sasa tumekuwa wengi. Kama alivyoshauri mjumbe, tunahitaji sasa pengine tuwe na kamati zetu, na pengine katibu atatupitisha mle. Ziko kamati ambazo tumekwisha kuandaa chache kulingana na mazingira. Lakini hilo la kwanza. La pili, kwenye swala la mawasiliano naomba niliweke vizuri, na ndiyo maana ya kikao, si ndio? Ukisema kwenye kikao sio majungu. Ninashauri wanachama wenzangu kwenye matumizi ya buku letu hili, hatulizuii, isipokuwa basi tutumie uwasilishaji sahihi. Sisi viongozi ambao kimsingi mmetupa hii kazi, hata nyie mnajua sio kazi nyepesi. Tunatumia muda mwingi, wakati mwingine gharama nyingi, ndio maana hujasikia hata gharama zozote ambao viongozi wametaja. Kwa tupeni nguvu kwa mawasilisho yenu ya taarifa kwenye
wakiwa na changamoto, unaweza ukatumia, huwa kuna kauli ya Mheshimiwa Rais kwamba yeye anatumia lugha rahisi tu ili umuelewe. Hauhitaji kutumia lugha kali sana ili mwingine aelewe. Kwa hiyo matumizi ya zile message zetu zile kabla hujaiweka pale, hebu tuzichuje kidogo. Kwa mfano, mtu unamwambia tunahisi hapo kama kuna udalali. Si ni kikao jamani? Lazima tuambizane. Sio sawa. Kwa mfano kuna udalali wa 40,000 watu 6. Hiyo ni kama udhalilishaji fulani Sio sawa sawa. Viongozi kwenye hela zetu naomba tuheshimiane. Sio sawa. Unaweza ukasema tu kwa namna yoyote ile ukimaanisha haukubaliani kuunga hoja hilo jambo, au ukatoa ushauri. Lakini usiandike message ambayo mwingine atakwazika kwa sababu hiyo. Sio inaeleweka au Kiswahili changu kigumu? Mgonea. Kwa hiyo lengo langu au lengo la wajumbe hapa, viongozi wetu, ni kwamba tuone namna nzuri ya kuwasilisha jambo hata kama limekukwaza mno. Manake ni lazima tujifunze kupokea yale mazuri na wakati mwingine tujifunze kupokea magumu, lakini kwa utaratibu ambao utakuwa mwepesi kueleweka na wenzako, usiwakwaze. Kwenye lile swala la viti nafikiri tulienda mbali sana. Wakati tunachati huku, wengine tulikuwa tunashushiwa inbox. Kama tunachati pale, tuchati pale. Lakini kama kuna umuhimu wa kufanya hivyo, tushauriane. Tusitumie lugha kali sana kiasi kwamba inakuwa kero kwa watu wengine. Wanasema mtu mzima huwa agombezwi, lakini ukimwambia ukweli huwa ni mzuri zaidi. Nafikiri nitakuwa nimeeleweka. Nashukuru mwenyekiti. Asante sana. Hata niongezee kidogo hapa. Ndugu, kundi letu hili tumekutana. Tunapokutana hivi sisi tumejenga ni ndugu. Haina sababu sana ya kutumia lugha kali kiasi hicho kama lugha iliyotajwa. Hapana. Hatuko hapa kwa sababu ya kukwazana, kufanyani. Unashauri tu. Unaona? Unatoa tu ushauri wako, bwana, hivi na hivi. Hatuna sababu ya kutumia lugha ambazo za kufedhesha, kufanya hivi. Sisi wote ni watu wazima. Tunaelewa. Kama kuna mwenzako sehemu amepotoka, basi tumueleweshe kwa lugha ya kawaida tu. Bwana, hapo hapana. Alafu na sisi viongozi, na sisi ni sehemu ya vikundi. Aiwai viongozi, tuheshimiane kwenye hela zetu. Aiseme jinsi. Bana tutoa. Sisi tunatoa. Tunatoa kabisa kwamba sisi inakuaje sasa. Na tuomba tu. Tuaminiane tu. Alafu uzuri zaidi ni kacho. Ndio na lelo mbonene. Unajua haya kweli mambo ya fedha, mambo magumu. Ndio lelo mba uzuri na fedha zetu ziko kwenye mkoba huu. Halina haja ya nini yote. Kama kuna uwezekano ulomesaidia huko na kike jenga hela mkoba. Bujaga yake yeye. Lazima taarifa niwaombe ndugu zangu kwa asanteni sana. Nadhani ndugu zangu limeeleweka. Kuna jambo jingine, kuna gharama za uendeshaji wa kikundi. Kuna mawasiliano, lakini sisi viongozi wenu kila mwisho wa mwezi huwa tunakutana. Kila mwisho wa mwezi huwa tunakutana. Tangu tuwe viongozi sisi hatujawahi kuleta budget yoyote kwenu kwa ajili ya gharama za vikao. Na hatuwasilishi leo kuomba kiasi, lakini tunaomba hili mbaki nalo mnamlielewe kwamba kuna swala la mawasiliano, hasa swala labda kwa mhasibu pamoja na katibu. Hilo mwenyekiti, kwa ridhaa yako mjadili. Kama tukio litatokea
labda kuna hizo gharama sijui ni nini ambazo mhasibu anapaswa kufanya, hata kama ni 5,000 apewe ili aweze kushughulikia kwenye kile kipindi swala lile linafanyaje, linashughulikiwa. Nadhani kwa jingine, kuna swala ambalo sisi viongozi wenu tumekuwa tukilipokea na tumekuwa tukilikataa. Swala moja hapo ni la wewe sana sana wanandoa. Unakuta labda mama umeingia, baba hajaingia, lakini kikundi kinaenda, tunapokea taarifa kwamba mzee bwana amesema toka wewe niingie mimi. Ile tulilijadili nadhani kwenye kikao cha mwaka. Tulikataa swala la kurithishana hisa, si ndio? Kama mtu atataka kuwa mwanachama ajiunge. Tulimjadili mwanachama mmoja na tuliridhia, kwa sababu lilikuwa ni tukio la kwanza, lakini tumeendelea kupokea zaidi ya watu 3 na wote tuliwakatalia. Sisi tulimwambia kama mumeo hawezi kukuruhusu, au kama kuna watu wamekuja mjavaa sare ni shilingi 10,000. Wale wote ambao hamjasaini mtakao kuja kusaini sasa hivi tunapaswa tuwaone kwenye faini ya shilingi 2,200, ambao pia ni wapya. Wageni wapo, tutawapa fursa mwishoni, kwenye mengineo watajitambulisha. Lakini wale wengine wote ambao wapo tulitoa fursa, katafute kitambaa chochote kinachoendana na rangi hii, kagonge muhuri wa nembo zetu. Hata kama ni dira, hata kama ni shati la mikono mirefu, ila tuione chata ya Wasukuma Katavi. Kikubwa tunapokutana hapa tuwe kwenye uniform za aina moja. Sisi hatuzuiliani, hatuna mambo mengi ya kubanana sana. Nadhani mwenyekiti, ajenda zetu zilikuwa ni hizo. Ajenda ya mwisho ni mengineo, ikiwemo hiyo na ya wageni. Asante. Sasa kuna ndugu zetu wapo wamekuja leo, hebu wasimame basi watupungia hata mkono, wageni kabisa ambao hawajajitambulisha kabisa, wako kule nyuma kule. Hebu jitambulishe, unaitwa nani? Wajisukuma. Unaitwa nini? Mimi naishi biashara yangu kwa sehemu ya zamani, nauza dawa za mtumba, lakini nyumbani ni Mwanza, sehemu moja inaitwa Magu, ila ni vijijini. Haya. Sawa. Unayefahamu haya anaweza kabisha mkono. Hao hapa ndugu zangu kumbe wengi. Karibuni. Mwingine mimi naishi Msokumilo. Biashara yangu niko hapa kwa na msikiti. Msikiti maandiko passport beti charge. Nauza stari za umeme. Pia nyumbani ni Kahamu kuja naitwa Sumazo naitwa na kama mwenye Kahamu habari bora pia kwa pale Kijambola mwenda Tabora Kilago chochote na nyumbani. Sawa, karibu sana. Tunatumia kamati hapa, tunazo kamati mbili tu. Tuna kamati ya wazee ambayo itakuwa inahusika pia na masuala yote ya nidhamu na ushauri na kadhalika, lakini pia tuna kamati ya wafunga batari. Kamati ya wazee itakuwa na wajumbe 5. Baada yako mwenyekiti, tutakapokuwa tunawasoma watasimama. Sawa, kama wapo. Tunaye mzee Jilatu. Lakini pia tunaye mama yetu Getruda Itoba. Lakini pia tuna mama yetu Bugumba. Lakini pia tunaye Petro Simbila. Lakini pia tunaye Elizabeth Jomanga. Yaani ya wazee. Sasa ukipeleka huko, hata mimi mnaweza mkanipeleka huko. Hiyo ni kamati ya nidhamu ambayo tumeiunda kwa ajili ya kuhakikisha kikundi chetu kinaendelea kuwa hai. Sawa sawa? Kama kuna ukiukwaji wa jambo lolote, pitia kwa hao. Na sisi tukiona una 1, 2, 3 vikao viwili ueleweke, utoe taarifa, tunakupeleka kule. Sawa sawa? Haya. Kamati ya Wasonga Batare tunaye Limbu Sombatare.
Lakini pia tuna Mandru pia hayuko leo, ana udhuru. Lakini pia tuna Elizabeth Masanja pamoja, kuna Felista Daudi pamoja na Alexander. Majukumu ya wasomba batale, mfano tunapokuwa kwenye shughuli zipo nyingi, ni lazima tusaidizane. Bwana vijana, 1 2 3, na tukabebe kata zamani na tukafanya 1 2 3. Ndugu zangu, naona tunaelekea mwisho. Kwanza kabisa ni washukuru kwa mwitikio, lakini pia na kwa kujadili mawazo na ajenda zetu hizi kwa hekima na busara, hatimaye tumefikia mwisho. Sasa kama tumefikia mwisho, basi mimi niwatakie kila la heri kule tutakaporudi majumbani kwetu, tukaendelee kuchapa kazi na maisha mengine yaendelee. Siku nyingine tena tutaitana ya kikao. Kwa leo naomba kuahirisha kikao. Asanteni sana.